Yako makundi ya watu wawili ambao wanamilikiwa na kutawaliwa na nguvu za giza, kwa maana ya uchawi na uganga. Na kundi la kwanza ni kundi la watu ambao wameenda wenyewe kwa waganga wa kienyeji kwenda kutafuta msaada huko. Wale watu walipoenda kwa waganga, ulipoenda kwa mganga wa kienyeji ukapeleka pesa, ukapeleka vitu fulani, ukafanyiwa vitu fulani kule, tayari katika ulimwengu wa roho ulijiungamanisha na madhabahu za giza, ulijiungamanisha na madhabahu za uchawi na uganga, ulijiungamanisha na madhabahu za kuzimu moja kwa moja. Kwa wewe mwenyewe kwenda kwa mganga wa kienyeji au kwenda kwa waganga au kwenda kwa wachawi, ulijiungamanisha kule. Hilo ni kundi la kwanza la watu ambao wao wenyewe walienda huko. Lakini kundi la pili ni kundi la watu ambao hawajawahi kwenda kwa mganga wa kienyeji, hawajawahi kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini hawa watu wengine walienda kwa ajili yao. Hujawahi kwenda, lakini kuna mtu alienda kwa ajili yako. Kuna mtu amepeleka nguo yako huko, kuna mtu amepeleka picha yako, kuna mtu amepeleka nywele zako, kuna mtu amepeleka nyayo zako, kuna mtu amepeleka jina lako kule kwenye madhabahu za waganga na wachawi, na jina lako likatajwa kule. Kwa hiyo wewe automatically hujawahi kwenda, lakini kuna mtu alienda kule na maisha yako yamefungwa kule. Hujawahi kwenda, lakini kuna mtu alienda kwa mganga kwa ajili yako. Sasa unapoharibu na kukataa kila nguvu za giza kwenye maisha yako, ukiwa umeenda wewe, lazima ukatae pia, uvunje yale maagano ambayo uliyafanya ulipoenda kule. Na kama hujaenda, lakini kuna nguvu za giza kwenye maisha yako, maanake kuna watu wengine wamekuloga pasipo wewe kujua, lazima pia ukatae na kuvunja kila aina ya maagano ya nguvu za giza, maagano ya uchawi na uganga ambayo yamefanyika kwenye maisha yako kwa kujua na pasipo kujua. Lazima uwe na muda wa kuvunja hayo maagano katika jina la Yesu Kristo.